mbele ya mwili wa marehemu mama yao, kisha wanaochukua na kupeleka moja kwa moja kwenye lodge na kuficha katika trunk. Lakini kabla hajaondoka, yule dogo wa mwisho akaamua kumpiga busu mamake mzazi kwa mara ya mwisho, kisha akachukua cheni yake shingoni na wakaondoka. Baada ya kuondoka, dada yake mkubwa ambaye anaitwa Spider akamwambia mdogo wake kwamba hakikisha hii siri ni kati yangu mimi na wewe, kuna kumwambia mtu mwingine yoyote yule, kwa sababu ikijulikana na italeta madhara, serikali itatutenganisha. Hapa tunagundua kwamba kuna siri ambayo hawa watoto wadogo wanaificha juu ya kifo cha mama yao mzazi. Asubuhi inapofika, walipokuwa wanakula breakfast, mara ghafla akashtuliwa na mlio wa simu mama yao mzazi, lakini wakaipotezea. Kisha Spider na Jesse wakaanza kujiandaa kwenda shule. Wakiwa njiani wanaelekea shule, Spider akamkumbusha tena mdogo wake Jesse kwamba hakikisha umwambie mtu yoyote yule kuhusu kifo cha mama yetu mzazi. Sawa, akamwambia sawa. Lakini baadaye tunamwona Spider akiwa anamwambia rafiki yake mpenzi, alimhadithia Alexia kila kilichotokea juu ya mama yao mzazi, na huku akiwa anamhakikishia kwamba yeye ndo atakuwa mlinzi wa mdogo wake Jesse. Kuna nini kinaendelea? Tutafahamu. Spider anamwambia rafiki yake kwamba hakikisha siri hii ni yako na yangu, hakuna kumwambia mtu mwingine. Kisha Alex anamwambia usijali bana. Jioni ilipofika, Jesse anaonekana akirudishwa nyumbani na rafiki yake Bibi Kizee. Ondoka tu. Spider akamkasirikia Jesse akamwambia, wewe una nini? Je, kama angeingia ndani gundua kinachoendelea? Akawa amemfukia sana mdogo wake. Lakini baadaye, baada ya hasira ya Spider kupungua, akaamua kuandaa chakula ili ampikie mdogo wake. Baada hapa akagundua kwamba chakula kinazidi kuisha, na hicho chakula kitenda ndani ya siku 6 tu, mpaka pale mwisho wa mwezi utakapofika watakapoingiziwa pesa katika kadi yao. Wakiwa wanakula, ghafla hodi ikapigwa. Mlangoni jamaa ajitambulisha kuwa ni boyfriend wa marehemu mama yao, anaitwa Reese. Hapo ndipo Spider na Jesse wakashtuka. Wa mama yenu yuko wapi? Spider kwa utulivu na kwa ujasiri akamwambia, mama ametoka na rafiki yake, saa zima limepita na bado hajarudi. Kulingana namna anavyoongea Spider, Reese akaanza kusimbona kama kuna jambo na nificha wewe. Je, ni siri gani hawa watoto wameificha? Ukitaka kufahamu kitu gani kiliendelea, bonyeza link hapo kwenye profile ukatazame recap nzima ya movie. Ni nzuri sana na kuhakikishia muda wako hautakuwa umepotea. Lakini Spider akaendelea kukazia, mama ameondoka. Jamaa akawa hana budi, ikabidi aondoke, lakini akamwambia kwamba hakikisha mamako akirudi mwambie kwamba ninamtafuta, hivyo anipigie simu haraka sana. Alivyoondoka tu dogo akamuuliza dada yake, sasa itakuwaje? Huyo manake atakuwa anakuja kila siku, tutajulikana kilichofanyika hapa. Ghafla Spider akamfokea mdogo wake, acha ujinga bana, toka hapa. Dogo akakimbia kwa hasira, kwa uchungu. Baadaye tunamwona Jesse akiwa pembezoni mwa mwili wa marehemu mama yake akiwa analia. Kisha dada yake Spider anamsogelea, anaanza kumcomfort, anamwambia kwamba usijali mdogo wangu, kila kitu tutakaa sawa. Dogo anamuuliza sasa itakuwaje, maana huyu jamaa atatusumbua. Spider anamwambia kwamba usijali, kwa sababu huyu jamaa ni mtumiaji wa madawa kulevya, nitamdanganya kwamba mamangu anamchiti, kwa sababu hiyo atapoteza interest juu ya mamangu na atamwacha. Dogo anaitika sawa. Baada ya siku kadhaa, pesa zinaingia katika kadi. Spider anamchukua mdogo wake na wanaenda kwenye grocery na kununua vyakula vingi na kumfanya mdogo wake afurahie na wale chakula kwa mara ya kwanza, chakula kizuri baada ya muda mrefu kutokula chakula kizuri. Wakiwa nakula, ghafla jamaa anauza kwenye grocery akaanza kuwapiga picha. Hapo ndipo Spider akaruka kwa hasira, akamrukia yule msela, akamnyang'anya ile kamera. Wakiwa wanapambana hapa na pale, huku Spider anagundua kama ile kamera ni ya zamani sana, wala sio digital. Ghafla bosi yule msela akatokea akamwambia, wewe hebu rudi kazini haraka. Ndipo Spider alivyomwacha yule jamaa akawa ameondoka. Baadaye inajulikana kwamba hawa madogo wamekuwa wakipokea pesa kutumia majina tofauti tofauti ya family members kutoka familia tofauti tofauti. Wanatumia majina ya watu wengine ili kupata pesa. Wakiwa wametulia, ghafla mlango ukagonga tena keke. Spider akaenda kufungua mlango huko ameshika rungu kudadeki kujiandaa na lolote litakalo kuwepo. Kafika mlangoni akamkuta ni Pastor. Kwa uoga akafunga mlango, lakini Pastor hakuondoka, hivyo akafungua. Pastor akachomoa pamphlet ya kanisani akawapa, akamwambia kwamba wiki ijayo usiku kutakuwa kuna pizza kanisani, so ninawaalika. Baada hapo Jesse akaingilia akawa amemsamia Pastor, na kisha baadaye Jesse akamwambia dada yake kwamba kwa nini tusiende dada, kwa sababu unakumbuka kipindi mama yuko hai, mama alikuwa anakuvisha nguo nzuri na mimi anavisha nguo nzuri, afu tunaenda kanisani, twende tu kanisani dada. Spider akakubaliana na hilo, akawa amekataa, akasema hapana. Oya, usiku huo Spider akaota ndoto mamake mzazi anamuita. Asubuhi ilipofika, ghafla simu ikaita. Spider akaipokea kwa uoga. Alipopokea akasikia sauti ikiwa inamwambia kwamba kuna ofisa ambaye atakuja kutembelea nyumbani kwao leo kuhakikisha kama wanapewa matunzo mazuri na mama yao mzazi.
Genge, kivumbi ndo kinaanza. Spider na Jesse wanapambana kukisafisha chumba cha mamao mzazi ili kama huyo ofisa akija asigundue chochote kilichokuwa kimetokea. Jesse na Spider wakiwa wanasafisha wakagundua kuona cheti cha mamao mzazi ajawa na addiction ya madawa ya kulevya akiwa mwalimu. Hapa tunagundua kama mamao mzazi alikuwa na addiction ya madawa ya kulevya. Taratibu tutajua chanzo cha kifo cha mama yao mzazi. Spider na Jesse wakaanza kutunga uongo kama ofisa atakuja. Akadai kwamba atamdanganya ofisa kwamba mamao mzazi amesafiri, lakini Jesse akamwambia dadake, dada, lakini gari ya mama bado iko hapa, so ofisa atagundua. Dada akalifuata gari la mamake mzazi akataka kuliondoa pale, lakini hajui kuendesha. Jesse akamwambia kwamba fanya kama vile unaendesha ile kapu vya supermarket, taratibu litatembea. Baada ya mapambano ya muda mrefu kweli bana wakawa wamefanikiwa kuliondoa ile gari. Oya, baadaye kweli ofisa akawa amefika na kuanza kuwauliza maswali. Spider na Jesse wakaanza kumsifia mamao kwamba waga anatutunza tu vizuri na ana upendo mkubwa sana na sisi wenyewe tunampenda, wakiwa wanajitahidi sana kuigiza kama kila kitu kipo sawa. Akachungulia kwenye friji kisha akaenda mpaka kwenye chumba cha mamao mzazi huku akiwa anakagua kuona kama kuna kitu chochote ambacho anaweza akakigundua. Unaambiwa kila kitu kilikuwa kimeshasafishwa. Ofisa akaanza kuondoka. Kabla hajaondoka akamwambia kwamba hakikisheni kwamba mama yenu kama atarudi mwambieni anipigie. Spider akamwambia mdogo wake hata hivyo wao wanabadilishwaga, so next time atakuja mtu mwingine. Baadaye tunaona mapolisi wameta miili ya watu wawili ndani ya gari. Wa kiume amekufa, kike bado anaishi, na hawa wote wana addiction ya madawa ya kulevya. Hapo ndipo polisi wanagundua kwamba nyuma ya siti ya gari kumbe kuna mtoto mdogo sana ambaye ni mtoto wa hao wazazi wawili. Siku ule bana Spider akaenda kula dina katika nyumba ya rafiki yao Alexia, ambapo yupo babake na Alexia anaitwa Ben. Kisha babake Alexia Ben akamuuliza Spider kwamba je, mama yako atakuja kukuchukua usiku huu? Then Spider anadai kwamba hapana, mama hatakuja kunichukua. Wakiwa njiani Ben akamwambia kwamba mimi na mama yako bana tulikuwa tunasoma shule moja na ni marafiki wa muda mrefu sana, so ninawishi siku moja kukutana naye tena, maana tumekaa mbali kwa muda mrefu sana. Itakuwa vizuri kama atakutana naye kesho, lakini kwa haraka sana. Spider akamwambia kwamba mama yake kesho ana interview kazi ya benki, na hivyo hapo alipo nyumbani anaogopa sana na kutetemeka, so sidhani kama ni wakati sahihi wawe kukutana naye, labda upange siku nyingine. Ben kidogo anavurugwa hivi, lakini anyways sawa, akakubaliana na wazo la Spider. Baada ya kuwafikisha nyumbani, Ben akagundua kwamba anayefungua mlango ni mdogo wake, lakini mama yake mzazi hakufungua mlango, so Ben akaondoka. Baada ya kuondoka, dogo akamwambia, yaani mimi ulinikataza nisilete rafiki, leo hii wewe umeleta polisi kabisa, sheriff hapa nyumbani. Polisi, unajua ina madhara kiasi gani dada? Usiku huu Jesse akiwa analala, Spider akajisikia vibaya na kumwomba msamaha. Mdogo akamwambia, samahani bana. Si anashtuka, dada, kwa mara kwanza umenomba msamaha? Lakini kichoko kile hakikudumu kwa muda mrefu, kwa sababu Jesse alimuuliza swali dada yake, sasa tutaishi maisha haya mpaka lini? Lakini Spider hakutaka kujibu chochote. Asubuhi iliyofuata tunamwona Spider anaelekea katika kituo cha treni. Kisha yule mdada anamuuliza umri wake. Ni miaka 15. Yule mdada anaanza kuhisi kitu. Mwisho wa siku Jesse anaondoka kimya kimya, hakutaka kuendelea hata na hizo tiketi zenyewe, akakimbia moja kwa moja alikia mpaka kwenye ile grocery, akakutana yule kijana ambaye anauza mle ndani ya grocery. Picha zenu hizi hapa bana. Spider akashangaa. Anashangaa, yule jamaa akamwambia kwamba mimi mara nyingi waga napenda kuwapiga watu picha. Yaani waga natembea tembea around, napenda tu kupiga watu picha. So siku ile niliwapiga picha, wala wewe ulinifikiria vibaya. Kisha msela akatupa jiwe akamwambia, "Je, unaweza kutembea na mimi siku moja?" Spider akamwambia no. Kurudi nyumbani, Spider afika pale, dogo akamuuliza kwamba kila wakati ulikuwa na hasira na mama. Spider akajibu simple tu kwamba mama waga anafanya maamuzi mabaya tu kila wakati. Baadaye Jesse anagundua kwamba kuna picha ambazo zimepigwa ambazo ni picha zao. Kisha anamuuliza dada yake, dada, au Kodi anakupenda nini? Spider anadai kwamba sifahamu, lakini pia amenialika kwamba anataka akatembee na mimi eti tukapige picha, na kudai kwamba alimkatalia. Lakini Jesse akamwambia kwamba dada, wewe nenda tu. Kesho yake bana, Kodi akawa amfuata mchumba kisha akambeba. Akiwa njiani ikabidi apite sehemu kwanza apeleke picha za watu. Kafika pale kampa msela picha, huyo msela anaitwa Dennis. Baadaye wanafika mahali, Spider akawa ameshuka. Kodi tena akamuuliza Kodi, Kodi, wewe ni muuaji au? Lakini Kodi akapotezea jibu lile kwa kucheka tu. Alipofika msituni, Kodi akaanza kumfundisha Spider namna gani ya kutumia kamera. Wakati huo Ben yule sheriff akawa amepita katika nyumba ya mamake na Spider. Akawa amegonga hodi sana pale, lakini hakuona mtu yote yule ambaye anajibu. Kama polisi akaanza kuchunguza mdogo mdogo, akaangalia pembeni, akaona gari la mamake Spider.
Akalisogelea, akaingia ndani, akaanza kulikagua kagua, na pia ubaya zaidi ni kwamba akatazama mbele, akaona kuna ile lodge. Akaanza kuhisi kama kuna kitu kule, lakini kabla hajafanya maamuzi mengine marefu ya kwenda kuchunguza, akapokea simu ya kipolisi ambayo inamtaka ende akafuatilie kesi fulani, ibidi aondoke katika lile eneo. Wakati huo pia wakaendelea kutumia muda mwingi, Spider akawa anajikuta anajifunza mdogo mdogo namna ya kupiga picha. Then Spider akagundua kwamba Cody ana picha nyingi za watu tofauti tofauti, including yule jamaa ambaye alimpa envelope, yule Dennis. Kisha akamuuliza huyu jamaa na nini? Akamwambia kwamba yule jamaa anaweza kutengeneza fake certificate, yani anaweza kutengenezea cheti feki. Baada ya hapo, Spider akiwa anarudishwa nyumbani akamwomba Cody kwamba amshushe kabla hajafika nyumbani. Kabla hajaondoka, Cody akawa amempatia kamera kadogo na kisha akamwambia katunze sana, akawa ameondoka. Alipofika nyumbani kisha akaanza kumtania dadake, dada wewe naona mambo bulbul. Ijalishi mambo mangapi yanayoendelea kuwazunguka, wakawa wanaenjoy vile vimoment vidogo vidogo ambavyo vinaendelea kutokea katika maisha yao. Then siku moja bwana, wakiwa out wanaenjoy, ghafla yule boyfriend wa marehemu mama akatokea, akawauliza kwa hasira, mbona mama yenu hakunipigia? Then msela akawatishia kwamba kama mama hao hataki kuwa naye mapenzi, basi ahakikishe kwamba zile pesa ambazo alikuwa amemkopesha $300 azirudishe kabla Ijumaa haijaisha. Oya wakaondoka kwa hofu, kwa sababu hata kama wangeamua kulipa lile deni, pesa yao ni ndogo sana hata wao tu kuweza kujikimu kimaisha. Siku iliyofuata Spider bana akaenda kuuza kile kikamera alichopewa na Cody. Kafika pale kauza, akaambulia $50 tu, which is not enough still. Kisha Spider akachukua cheni ya mama yake mzazi, kumwambia yule mnunuzi kwamba hakikisha unaitunza kwa sababu ni siku nitakuja kuinunua nirudishe mikononi mwangu. Msela akamwambia kwamba kama utaitaka hii cheni tena inabidi uje ulipe double. Then yule dada mtu akachukua zile pesa akampelekea Riz, lakini alipofika pale katika nyumba yake akashangaa mbona amuoni. Ghafla Msela akamtokea kwa nyuma, kisha Spider akampatia zile pesa, lakini badala Riz amwachie mwanangu akaanza kumng'ang'ania. Riz alivyomshinza kumwambia kwamba nitakuonyesha namna gani mama yako alikuwa ananitamani